Bana, leo tunaenda kuangalia namna gani ambavyo unaweza kusoma message na kusikiliza mazungumzo ya mtu mwingine bila kushika simu yake. Hiki ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa kitamani sana kujaribu kukifanya, lakini wamekuwa wakishindwa tu, hawajui ni mbinu gani ambazo wanaweza kuzifanya ili waweze kufanikisha hili jambo. Sasa leo naenda kukufundisha moja mbinu ambayo itakusaidia wewe uweze kufanikisha hili jambo. Na leo ndio itakuwa ni mara ya mwisho sasa wewe kuteseka. Nisikilize kwa makini sana, usichoke kunisikiliza. Nisikilize kwa makini sana, lakini kama utakuwa na haraka basi utanicheki kupitia namba ambayo inaonekana hapa. Leo nataka nikuelekeze katika namna nzuri kabisa ili wewe uweze kuona message na kusikiliza mazungumzo ya mtu mwingine pasipo kushika simu yake. Sasa sijajua utaenda kumchunguza nani, lakini watu wengi wamekuwa wakipenda kuwachunguza watu wao wa karibu. Sasa hii issue bana, ni mzee mmoja alinitafuta, ni mzee wa makamo. Nataka nikuelekezee kwanza hiki kisa, alafu nitakufundisha huko baadaye. Usiwe na haraka sana, nataka nikwambie hiki kisa ili uelewe ni kwa nini mimi nimeamua nikuelekeza ama nikupe hizi mbinu ambazo zitakufanya wewe uwe mjanja katika kuitumia simu. Huyu mzee ni kidogo umri umeenda, around kama miaka 60 hivi. Sasa huyu mzee bana alikuwa amenicheki akanielekeza simu yake kwamba kuna mtu ambaye anataka kumfuatilia. Nikamwambia ni nani? Akamwambia bwana, huyu ni mke wangu. So akaniambia kwamba nataka nichunguze baadhi ya vitu nimeanza kuviona sio vizuri. Sasa kwa age yake ya miaka, so hata nikapiga kwamba hata kama umepishana na mke wake miaka 10, so mke wake atakuwa ana miaka 50. Sasa ni kwa nini anataka mchunguze mwanamke wa miaka 50? Anaweza kaa na cheat vitu kama hivyo. So nikajaribu kumuuliza, kutaka kumhoji mzee kwamba mzee, umeniambia kama umri wako na unaenda miaka 60, kwa sababu alivyonipigia akasema bwana, mimi ni baba yako bwana, najua wewe utakuwa mdogo bwana, mimi ni baba yako bwana, miaka kama 60. So nikasema mzee, hata kama una miaka 60, so hata kama mke wako umemzidi miaka 10, basi utakuwa na miaka 50. Kama umemzidi miaka 5, basi utakuwa na miaka 55. Sidhani kama anaweza akafanya akatoka nje ya ndoa vitu kama hivyo. Akasema bwana, kuna ndoa kuna mambo mengi tu, sio usariti. Mimi ninachotaka kumchunguza sio usariti, kuna baadhi ya vitu ambavyo nataka nivichunguze, kwa hiyo naomba unisaidie. So nikamuelewa, kwa sababu watu wengi ambao nimekuwa nikiwasaidia mara nyingi wamekuwa kiwachunguza wapenzi wao kuhisi kwamba labda wanasalitiwa. So nikamuelewa mzee. Basi baada ya muda mzee akaja kunicheki. Of course nilikuwa niko nani, kwa sababu huo mzee alikuwa amenitafuta, alikuwa yuko Dodoma. Mwenyewe kipindi hicho niko Dodoma, kipindi nafanya kazi niko Dodoma. So ilikuwa ni live tu kuonana na huyo mzee. So nikawa nimecheki, nimemsaidia ile jambo. So baada ya muda mzee alinicheki akaniambia, dogo uko wapi? Nikamwelekeza sehemu ambayo niko. Akamwambia basi chukua usafiri wote hapa uje sehemu fulani. So nikawa nimeenda pale. Baada ya kwenda pale, kwa sababu ni mzee, of course ni mzee, so kuna baadhi ya mambo mengine yakana mshinda. So tulikaa kama wiki hivi, umeona, ndo akaja kunitafuta. So akaniletea simu yake pale niangalie. So akaanza kunionyesha zile message. Hii message ametumiwa nani? Mimi nikaanza kumwambia hii message ametumwa fulani, hii message ametumiwa fulani. Umeona, kama hii message ametumwa mke wako, kama hii message ametumiwa mke wako. So tukaangalia pale, tukaangalia na zile voice ambazo mke wake alikuwa anazungumza naye, chati za WhatsApp nini. Tukawa tumeangalia pale, nikaa nimempangia vizuri kwa sababu yeye alikuwa aelewe, nikaa nimempangia vizuri. So tukasoma wote kwa pamoja pale. So katika kuchunguza zile message, of course tulitambua kwamba bi mkubwa, sawa, hana michepuko yoyote, lakini bi mkubwa ni kwamba ameanzisha maisha mengine. So ana nyumba Dar es Salaam. Na nikamuuliza, kwa sababu tukachunguza pale tukakuta kwamba bi mkubwa ana nyumba Dar es Salaam. Nikamuuliza mzee, hapo hakuna usaliti wote ambao umefanyika, lakini inaonekana kama bi mkubwa na miradi yake Dar es Salaam. Ndio hiki ambacho kwa unataka kuna nini? Mzee akasema na tuliona hizo message kwa bi mkubwa alikuwa analalamikia wapangaji wake, hebu lipa pango vitu kama hivyo, hii hela ingiza kwenye account fulani. So alikuwa anaona kama Dar es Salaam ana miradi ambayo mume wake alikuwa nini haijui. So Dar es Salaam mwanamke alikuwa tayari nini amejenga nyumba mwana pasipo kujua mume wake. So ndio tukawa tunapiga pale story. Mzee akaanza kuniambia kwamba umeona huyu mwanamke amejenga nyumba Dar es Salaam, inaonekana kwamba Dar es Salaam anafanya ni ana maisha yake, lakini siku zote hajawahi kujitolea kitu chochote mimi kwenye maisha yangu mimi pamoja na yeye. Ukiangalia hapa nyumba tuliyokuwa nao ni ya kawaida tu. So tukawa tumepiga pale story na ule mzee. Tukaja kujua kwamba mzee baada ya kumchunguza huyo wife wake, akaja kugundua kwamba wife wake amejenga nyumba Dodoma pasipo yeye mzee kujua. So ni mambo ambayo kwa mapenzi
yanatokea. So kipindi hicho ndio nilimsaidiaga huyo mzee. So kuna issue nyingine ambayo kuna jamaa naye pia niweza kumsaidia issue yake, kwa sababu naye pia anataka mchunguze mpenzi wake, kama ni cheki akaniambia tu Mr. IT, naomba unisaidie kuweza kulifanikisha hili jambo. So baada ya kuachana huyo mzee, so mambo kama ameenda, nikaja kumsaidia mshikaji mwingine ambaye nilikuja kumsaidia, nilikuja kugundua kwamba jamaa alikuja kugundua kwamba mpenzi wake sawa anatoka na kaka yake. So hivi ni vitu vya ajabu sana. Yaani unakuwa na date na mwanamke, baadaye unakuja kumchunguza, unakuja kujua kwamba huyu mwanamke ana date na kaka yake, yani wamekuwa kishiriki tendo la ndoa na kaka yake. So jamaa alikuja kugundua hivyo baada ya kuweza kumchunguza mwanamke. So issue ilianza vipi? Jamaa kama nitafuta kaniambia, bwana nataka nimchunguze mpenzi wangu kwa sababu simuelewi, yani sielewi kiasi ambavyo inaendelea. So kwanza mimi nikamsaidia kwa sababu hata wengi wanaonitafutaga wanakuwa ni wanaume, na mimi nakuwa na appreciate kwa sababu wanaume wanakuwa ni watu ambao wanatoa pesa nyingi kwa ajili ya kuwahudumia wanawake, kwa wanawake wanakuwa wanazingua. So nikawa nimemsaidia jamaa. So jamaa baada ya hapo akaja kuniambia kwamba anakuja kugundua kwamba dada ya mtu anatoka kimapenzi nani na kaka mtu. So alianza kuja kuona kwamba message kaka mtu analalamika sana, leo kwa nini umetoka nyumbani? Kivipi nyumbani umetoka, unarudi saa ngapi? So jamaa anamwambia kwamba mwanamke wake alikuwa ni ameshakuwa na nyumbani kwa watu wanafahamu kwamba amechumbiwa na mtu fulani. So alikuwa hata akisema kwamba naenda kwa mwenzangu ilikuwa ni kawaida, tayari mtu ameshamchumbia au ameshamtolea mahali. So kuna namna fulani hivi wazazi wanakuwa hawabani sana, wanajua kabisa anaenda kwa mwenzake, labda atapiga simu, mama namuomba kidogo mwenzangu aje kumsaidia baadhi ya vitu, kwa inakuwa kawaida. Lakini hapa naona kaka ana mind sana, anatuma message za shit, vipi? Kwani huyo mtu ameshakuoa? Kwa nini usibaki nyumbani na nini? Mbona? So akaja kushtuka, demu wake akaja kumtumia message kakake kwamba bwana, tulichokifanya mimi sikifanya kwa dhani langu. Kwanza hii michezo ulinianzia kutoka nikiwa mdogo. Mbona ulianzia michezo nikiwa mdogo. So nimefikia time mimi sasa hizi michezo sihitaji kuwa na mahusiano na wewe. Tafuta mwanamke mwingine, kwa sababu mimi na wewe hatuwezi kuwa kuna mahusiano. Hapa ndo mwisho. Unanichunga sana, mimi sio demu wako. So mdogo mtu alikuwa amemchana hivyo kama. So kwa wewe ambaye pia labda utakuwa unataka kumchunguza mpenzi wako, unaweza kanicheki kwa namba ukaniambia, Mr. T, naomba tufanye jambo.